Haleluya. Waamuzi. Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 28. Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 8 inasemaje? Inasema hivi: Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipishia kizazi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na mmoja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nipo pamoja na hawa Wafilisti, akainama kwa nguvu zake zote. Ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wale na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu waliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Neno la Mungu nasema kwamba kuzaliwa kwa Samsoni, malaika alimwambia mama ya Samson kwamba huyu mtoto anapozaliwa wembe usipite kwenye kichwa chake. Bwana Yesu sana. Na Sauli sio Sauli. Sauli shindwe. Na Samsoni akakuwa na nywele zake zikakua na akawa mtu ambaye ana nguvu zaidi. Basi Bwana akamfanya mwamuzi kwa nchi ya Israeli. Bwana Yesu sana. Jambo la kwanza aliambiwa wembe usipite kichwani. Bwana sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu sana. Inamaanisha nywele ilikuwa nini kwa Samsoni? Nywele ilikuwa ni nguvu zake. Nywele ilikuwa ni uzima wake. Bwana sana. Mwambie mwenzako, chunga kile Bwana ameweka ndani yako. Bwana sana. Chunga kile Bwana ameweka ndani yako. Delila ni wengi huku nje. Bwana Yesu sana. Kuna watu hawajui kutunza vile vitu Bwana ameweka ndani yao. Haleluya. Bwana Yesu sana. Kuna watu mtu alimpa tu kitu kimoja, urembo, sema urembo. Na Bwana akasema tunza urembo wako. Haleluya. Badala ya kutunza urembo, wengine wakachukua kajiangalia kwa kioo, anasema huu urembo, this urembo can make money. This urembo can make money. Kama ni mrembo, waambie Mungu thank you Jesus. Thank you Jesus. Na utunza urembo wako. Hallelujah.
Bwana sana. Mungu alikupatia ule urembo akiwa na kusudi. Alijua ukitunza ule urembo, siku moja maisha yako yatabadilika. Bwana sana. Siku moja maisha yako yatabadilika. Na nataka kujua black beauty ni mzuri. Angalia wale wote ambao ni black beauty, angalia wanaume wao. Kila mtu black beauty ako na mwanaume very handsome. Fanya utafiti wako, uniletee sana. Kila mtu yote ni black beauty ako na mwanaume very. Lakini wale warembo sana kama my wife hapa, wako na majamaa very personal, wako na wanajamaa wako na sura very personal. Baso hata kibanguka hizo hivi unaona mistari na jicho. Kwa sababu Mungu alijua huyu na urembo wake, nikimpatia mtu very handsome kama yeye ataringa. Bwana sana. Akasema wacha nikimpatie kimutu kiko sura very. Wengine wakicheka, mimi nikicheka ni kama nalia. Bwana sana. Lakini Bwana alisema anamfaa huyu, ninamfaa nani? Na alipoangalia kwa wanaume wake wengine wote, hakuna mwenye angempata. Ni mimi peke yangu. Mimi peke yangu niliona bai kwa so. Sasa kaambiwa option. Tafuta hao kwe wife number 3, number 4, number 5 ama uchukue kibuto kaso. Akasema Mungu afadhali wewe unipatie kuni wangu pekee. Bwana sana. Na mimi wacha niwaambie siri nyingine ya wanaume pia ambao na kwa sura personal. Ni wako pekee yako? Amsii na mtu. Lakini wale wanaume handsome. Bibi anakanga tuna mapresha. Amechukuliwa. Akisalimia mtu, atalinyang'anya. Akipita mahali kidogo nyona wake, anachukuliwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunza kile ulicho nacho. Bwana sana. Tunza kile. Usipokitunza kitakuondoka. Kitakutoka. Sema kitakutoka. Haleluya. Wale wanawake mmepatiwa wanaume watunze watu. Unafikiri mimi akinipata ile sura nilikuwa nasema imeniosha? Nimeng'ara. Yes. Asipolitunza singafanya nini? Lazima ni tu kila wakati sweetie nakupenda. Wewe tu, hakuna mwingine kama wewe. Bwana sana. Na mimi nikisikia ni mimi tu basi na mimi na stick wapi? Amen tu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunza kile ulichopewa na Mungu. Sasa mwanamke mmoja ambaye alipatiwa black beauty. Mzungu akatoka kule ng'ambo, akaangalia sura zote, nyingine ngozi inakaribia na akaona mwingine huyu ngozi yake ndio. Na akiangalia sura ni yake peke yake na akampenda black beauty. Na akaenda mpaka akafanya nini? Akamnunulia shamba, akamjengea nyumba. Na akaenda ng'ambo, akuje siku moja na familia yake aonyeshe yule asema my black. Mzungu alipoenda akakutana na wakina Delila. Akamwambia wewe kama ni mimi ningekuwa nimepata mzungu, hii ngozi yangu ningebleach niweke color light. Iko nini? Nikuwe mzungu? Bwana sana.
Nani alikwambia kubadilisha kala inakufanya upate kibali? Nani alisema? Kibali kinatoka kwa Mungu, si kwa sura, kwa Mungu. Bwana sana. Haleluya. So, yule mwanamke akaambiwa na akakimbia kwa mkorogo, ndio kwa mkorogo. Nikorogo Caroline, nikorogo alafu weka ingine, weka nini? Weka inaitwa lemon. Weka ingine inaitwa Simusemi? Weka vitamin ndani. Weka chocolate ndani. Weka powder, weka kachumbari, yote. Sasa akija kwa nyumba, anakoroga. Anapaka uso inakuwa nyeupe. Anapaka mkono inakuwa nyeupe. Lakini mguu inakata. Inakuwa Coca-Cola. So mzungu anakuja anatafuta my black key, anakuta this my Coca-Cola fa? Anatafuta my black key, anapita. Ndio anasema, "It is me." No, you are Coca-Cola Fanta. Looking for my black. Akatafuta akakosa, na akarudi wapi? Ametafuta black wake, amefanya nini? Amekosa. Akakosa kutunza kile Mungu alimpatia hiyo sura apate utajiri, si ndio? Lakini akasema afanye nini? Aende aweke mkorogo. Bwana sana. Tunza kile ulichopewa. Bwana asifiwe. Amen. Umepewa ndoa na wengine hawa? Tunza ndoa ya? Tunza ndoa ya. Unasikia? Huyo mzee hata kama ni mlevi ni wa hapa kuna mimi. Amen. Hata kama ni mlevi ni wa akikunywa pombe, ajiende haja manguo, ajikojolee manguo, aende angoko mtaro. Chukua huyo mzee wako. Chukua yeye. Fanya na nani? Osha mzee babi kadito wangu. Dadi. Ni wako. Sikuna msemo ukisema kwamba ukiona vijaelea umefanya nini? Umeunda na nani? Mwenyewe. Ukiona wanaume huku wanatembea wameng'ara, kuna wanawake ambao wamefanya hiyo kazi. Ya kufanya hao wanaume wafanye nini? Waonekane. Wengine hawakuwa wanaonekana. Bwana sana. Unajua kuna wanaume hata alikuwa ajua tabia ya wembe ni ngapi, ni pesa ngapi? Unakuta mandefu imemea mpaka karifunike macho. Kila mahali. Unashika hii mnyama ametoka wapi? Bwana sana. Yaani anasikia hata uchungu peke yake kwenda kama kinyozi, alipe 50 anyolewe nini? Bwana sana. Lakini kunatokezea kama mrembo kingine anakuambia dadi, ukinyoa hizi mandefu unakuwa smart. Na wanawake wakenyo mabwana zenu wanyole wangi, ukipeka akienda kinyozi, peleka ya kinyozi na ukate ya na ukae wapi? Kae wapi? Hapo. Anyolewe vizuri. Uone venye mrembo anashikaga hiyo nini? Venye anashika. Ujue anashikanga wapi? Bwana sana. Ujue anamwanga wapi? Si uanze kuunga kitu hivi. Ndio venye anamwanga, naona wapi? Ukifika hivi kwa nyumba siku nyingine mwambie bradi, kunyole wake peke yake, mambo mengine unafanya nini? Ngoja mimi mwenyewe namalizia. Mambo mengine nini? Mimi namalizia. Wewe mlevi tafadhali, rudi kwenye umetoka. Sawa? Usiruhusu ile ingia hapa.
Nimwambie mapema sana kama hajalewa akuje, lakini akasema wacha aende nipige 2 3 ndio nikuje kabisa. Bwana sana. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lisifiwe sana. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Wanawake mko hapa. Tunza kile ulicho nacho. Kama ni huyu mwanaume, make sure maintain kunyoa nini? Ukienda kule anaponyolewa, anasuguliwa uso, anafanya ule gani? Unasikia? Unaangalia? Unaona anasuguliwa na nini? Anapakwa nini? Scrub. Ukijua hivyo, ukitoka pale, anza kuscrub mzee wako. Mzuri, maintain nini? Sura yake ifanye nini? Inyoroke. Si unakaa hapa hivi uko na miaka 25 na unakaa sura ya imejikuja kuja hapa hivi kama mtu ako na miaka 70. Bwana sana. Mzee maintain hiyo nini? Kwa mama unaliangalia. Kwa mko hapa. Na unapo masaji mzee, shika yeye uso vizuri. Hapana, wewe mzee weka kitu mzuri. Weka kitu mzuri. Chukua kitu mzuri hapa nikwaje. Wataenda. Bwana sana. Bwana sana. Usipomshika vizuri venye anashikwa kwa saluni atafanya nini? Na mnajua kama kuna watu ambao ni hatari, ni wamama wa saluni. Mama ya kusaluni anakunyang'anya hapo ukiwa ukiangaza fanya nini? Kitazama. Anakunyang'anya life la. Sindio? Mzee mahali anatengeneza sura inanyoroka, atarudi kwa maleta. Ataenda kwenye na masaji. Bwana sana. Tunza kile ulichopewa. Haleluya. Amen. Kwa pamoja. Amen. Unajua kuna watu hapa kubarikiwa ni ngumu sana. Kubarikiwa ni ngumu sana. Bwana sasa. Amen. Kwa sababu huyu mtu hata tu kutunza kile amepewa na Mungu hawezi tunza. Hawezi tunza. Bwana sana. Kuna watu hapa unajua niwaambie ni kwa nini hawezi kupata pesa mingi? Hawezi kupata kazi ya pesa mingi. Kuna mtu tu hapa akipatiwa 10,000 cash atakuwa na wazimu. Atakuwa mwenda hata hama kwa nyumba wiki 2. Hata hama kwa nyumba wiki. Ndio sababu tukienda kwa mjengo ile pesa napataka ya ile mingi ni 500. 500. Ukipata zaidi hapo unakuwa umedawasi. Naam. Bwana sana. Uwezi tunza hiyo kidogo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama utajua kutunza hiyo kidogo, hiyo nyingine kubwa utafanya nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kama uwezi manage 10,000, utaomba Mungu akupatie 100,000? Hata ukiomba upiga magoti, hata ukunywe jiki. Ukunywe maji, ukunywe anointing oil, ukunywe kibuyu mzima, milango itafunguka. Enda kwa Ezekiel ununue vitambaa zote kuja nazo hapa. Uuze, utafanikiwa. Unasikia? Uende upewe mafuta, uende upewe kila kitu, uende ununue ujaze kwa nyumba yako kama hospitali. Hautafanikiwa. Jua siri ya kutunza kile. Bwana sana. Mas. Wapi mas? Ameenda hivi. Masi mpea.
Mazi Sifuna yuko wapi? Kafanya nini nje? Mwambie ingia hapa. Mazi Sifuna ndio yeye anatafuta. Nataka ukae hapa na usikilize kitu nakwambia. Kama huwezi tunza wokovu. Unajua mimi unaniona hapa mimi sijui kile kinaendelea. Unajua kuna wakati nilikuwa nakaa chini naombea basi nasema huyu mtoto wangu Mungu msaidia kabisa asonge mbele. Lakini nasema basi pastor anio. Anaenda piga kwa huko. Hata kama ukunywa siku ile ulionja nilijua. Siku ile ulikunywa nilijua. Ulijua. Na uachane na pombe kabisa. Ukirudi kukunywa tena, kama unataka tukuzike mapema, tutakuzika. Si nikwambia mtu akianza kukunywa anaanza na nini? Kidogo. Anaanza na pombe gani? Kidogo. Anaanza na wine, sio? Anaanza na anasema wine ni kidogo tu, fanya ukikunywa kanafanya nini? Kanaosha? Good for file. Sio? Unakunywa kifuniko mo? Na unajua sasa uzuri wa wine ama ubaya wa wine ni tamu sana. Nikunywa kifuniko moja, utaongeza ingi? Baada siku nyingine alafu unanunua unaweka kwa nyumba yako. Wakati uko na stress unakunywa glasi mo. Ukiongea maneno ya mingi, unajua mtu akiongea kwa na stress anasitukianga amekunywa glasi si. Baada hapo nini itafanyika? Sio wewe ukikunywa tu mingi utalewa. Sio kwa mlevi. Bwana sana. Na ndio nakuta waimbaji sisemi wewe sisemi aloko Yesu au mbinguni. Waimbaji, nambari kubwa ya waimbaji wanakunywa nini? Wine. Wine inauzwa kwa duka ama inauzwa wapi? Kwa kilabu. Kwa supermarket. Na mahali kunauzwa wine kuna maspiri. Unasikia wine and spirit. Wine and spirit zamani nini? Wine kwa Kiswahili ni nini? Pombe, si ndio? Wine and mapombe na mape. So huwezi kunywa mapombe na mapepo, ukuje kuambia umetoka. Na ndio nasemaga sana muombe huyu kijana yangu. Anaitwa nani? Anko. Anko shida yake alikaanga na wachungaji wa Kora. Alikuwa anakaa na wachungaji wa nini? Wa Kora. Mwenye anakuja na anamwambia angalia hii mzinga yangu hii. Na ni mchungaji. Sasa na akiona mchungaji anapiga mzinga, sasa hata mimi niweke kidogo nifanye nini? Nipige chip. Hiyo ndio shida tulianzia wapi? Amuombe sana. Muombe. Ango nikwambie kitu kimoja. Nataka nikwambie kitu kimoja kitakusaidia. Ango, kama kuna mtu ambaye anaweza inuliwa na Mungu na aende mbali ni wewe. Kama kuna mtu anaweza hubiria watu wengi waokoke, kama kuna mtu anaweza fanya familia yake wahame kule matopeni waende wapi? Muthaiga ni wewe. Amen.
lakini kwanza kibali cha pesa hauna kibali. Angoni wale akishika 10,000 anakuwa mtawazimu mtoto. Mtawazimu kabisa. 10,000 anakuwa hata anatoa nguo zote. Hata anasahau nyumbani kabisa. Pole sana. Tunza kile ulicho nacho. Tunza kile ulicho nacho. Ukitaka kwenda mbali, tunza kilicho nacho. Na ukitunza, ujue hata kutunza pesa kwa mikono yako, pesa itaingia. Bwana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Na ndio nawaambia wengi wenu hawafai kuwa hapa. Na mimi ni witness. Mwezi wa 6 chama. Kama utakuwa tu hapa kwa kijiji, mimi nakutoa cha kufu. By fire by force. Ufai kuwa kwa kijiji hapa. Ufai kuwa kwa kijiji hapa. Ile pesa unapata ufai kuwa kwa kijiji hapa. Unafaa kuwa outside kijiji. Outside? Mama Safi anafaa kuja hapa kama ameng'ara kabisa. Mama Safi kwa? Ndio. Tunza huyo Mama Safi. Tunza huyo Mama Safi. Chama. Tunza Mama Safi. Mama Safi anaweza fanya ubarikiwe sana na uende mbali sana. Kwa hivyo tunza kile Mungu anakupatia. Na nakwambia tunza. Mwezi wa 6 nimesema. Chama anaandika chini. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 kama utakuwa hapa, mimi nakutoa kwa uchama. Kama utakuwa hapa kwa kijiji bado. Nataka uniambie kuanzia mwezi wa 5 niambia pastor natafuta nyumba. Natafuta. Sema ndio kama alipo na simu bwana. Si ndio? Simu alipo bora. Mahali kuko na heshima. Akitoka pale anatoka na heshima yake yote. Bwana si sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba Samson akakutana na Delila. Na alipokutana na Delila alielewa kilicho ndani ya Samson. Haleluya. Akatafuta siri ya kujua kilicho ndani ya Samson. Na alipopata ile siri, aliweza kukiondoa. Bwana sana. Amen. Haleluya. Kuna watu wanajua siri ya maisha yako. Kuna watu wanajua siri ya kile ulicho ndani yako na wanakuinda usiku na mchana ili kile kiko ndani yako kiweze kuondolewa. Siposa nakwambia tunza kile kilicho ndani yako. Tunza kilicho ndani yako. Samsoni, mtu anaitwa Delila, alipojua siri yake, neno la Mungu linasema ya kwamba alinyoa nywele za Samsoni. Na aliponyoa nywele za Samsoni alikuwa powerless. Samsoni akawa hopeless. Kuna watu ambao shetani amewafanya wamekuwa hopeless katika maisha yao. Hauwezi kujisaidia kwa lolote. Hauwezi piga hatua maishani mwako. Delila amechukua usukani wa maisha yako. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba Samsoni akateseka sana. Wakamung'oa macho yake. Hapa kuna watu ambao macho yao hayaoni mambo mazuri. Yanaona mambo mabaya tu. Yanaona mambo ya kushindwa tu. Yanaona mambo ya kuisha tu. Bwana sasa. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba nywele za Samsoni zikaanza kuota tena. Kile ulichoondolewa ndani yako na kikaanze kuota tena katika jina la Yesu. Kile kilichoondolewa maishani mwako kikaanze kuota tena. Naona na macho ya roho. Kuna watu ambao ndoto zao zilizimwa, naona zinaanza kuota tena.
Mtakatifu ananiambia zinaanza kuota tena, zinaanza kuota tena, zinaanza kuota tena. Kuna watu ambao destiny zao ziliibiwa, sasa wanapaswa kuwa wakiwa nchi ya Marekani, wanapaswa kuwa Canada, wanapaswa kuwa Kuwait, wanapaswa kuwa Iraq, wanapaswa kuwa Qatar, wanapaswa kuwa sehemu ya France. Lakini kilichokuwa ndani yao kiliweza kukauka, mizizi yake ikaweza kukauka, lakini Bwana anasema leo kinaota tena, leo kinaota tena, leo kinaota tena. Mizizi yake inapata maji, mizizi yake inapata maji, na mizizi yake inaingia mahali kuna udongo mzuri, mahali kuna udongo mzuri, na kinaanza kuota tena, na kinaanza kuota tena katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema ya kwamba Samsoni akiwa ni kipofu, nywele zikaanza kuota tena, na akamlilia Mungu akasema, kwa mara hii ninakuomba Bwana wa majeshi, ninakuomba Mungu uliye hai, ninaomba mara ya mwisho Bwana nirejeshe nguvu zangu. Kwa nafasi hii ya mwisho Bwana nirejeshe nguvu yangu. Na Mungu anasema kwamba nguvu iliyorejea ilirejea maradufu, nguvu iliyorejea ilirejea maradufu. Haikuwa kama nguvu ya kwanza, haikuwa kama nguvu ya kwanza, bali ilirejea nguvu maradufu. Yes, nakwenda kuota, ninapoenda kuota sasa kitaingia katika mizizi yenye nguvu, na kitakuwa na nguvu, na kitakuwa na nguvu. Na ndio nasema kwamba vile kilivyokuwa kitambo hakitakuwa hivi sasa, maana kinaenda kuwa maradufu, kinaenda kuwa maradufu. In Jesus name, in Jesus name. Maana ninamuona yule Naomi wa kitambo, si Naomi wa sasa. Naomi wa kitambo alikuwa hana tumaini, lakini Naomi wa sasa ana tumaini. Naomi wa kitambo alikuwa hana mwelekeo, lakini Naomi wa sasa ana mwelekeo. Ninazungumza juu ya mtu hapa, anasema ya kwamba maisha yako ya mwanzo, maisha yako ya mwanzo hayakuwa na future, hayakuwa na future, hayakuwa na future. Lakini Bwana anasema kwamba kile kilichokauka, kile ambacho mizizi ilinyauka, sasa kinaota tena, sasa kinaota tena. Na kinapoota tena, neno la Mungu linasema ya kwamba you are going to receive double portion, double portion, double portion, double portion, double portion. Kinarejea maradufu, kinarejea maradufu, kinarejea maradufu. In Jesus name. Bwana ananiambia kuna watu wanafanya kazi za nyumba, lakini Bwana anasema ndio mwisho wa kufanya hiyo kazi, ndio mwisho wa kufanya hiyo kazi, ndio mwisho wa kufanya kazi hiyo. Umedharauliwa miaka mingi, lakini Bwana anasema kwamba yale madharau, yale madharau yanaenda kuzikwa kwenye kaburi la sahau, yanaenda kuzikwa kwenye kaburi la sahau. Kuna watu walikudharau, lakini watafika mahali wasahau kama walikudharau, watasahau kama walikudharau. Maana Mungu anaenda kubadilisha sura nyingine. Sura iliyokuwepo kitambo ilikuitwa sura ya madharau, lakini Bwana anaiondoa hiyo sura, anaweka sura ya kibali. Na mtu aliye na kibali popote anapokanyaga anakubalika, popote ambapo ukuingia utaingia. Mahali walikukataa watakukubali, mahali waliosema wewe siye ndio wanasema wewe ndiye, walisema wewe siye lakini wanasema wewe ndiye. Kumbe wewe ndiye, kumbe wewe ndiye. Mwambie mwenzangu, kumbe wewe ndiye. Walisema wewe siye, lakini wanasema kumbe wewe ndiye.
pia niwaambie hivi, mahali mmekanyaga hapa kuna managers.